mtangazaji, mimi nilikuwa naishi na shangazi. Kwa hiyo pindi naishi na shangazi, kuna kitu ambacho kilikuwa kinanishangaza. Leo TV Semos Kike. Maisha yalikuwaje baada ya baba kufariki? Nini kilitokea? Mliishi vipi? Baada ya baba kufariki, maisha yalibadilika sana, kwa sababu ndugu mtangazaji, mimi nilikuwa naishi na shangazi. Kwa hiyo pindi naishi na shangazi, kuna kitu ambacho kilikuwa kinanishangaza. Kwa maana hiyo kwamba mimi toka utoto mpaka natoka kwenye mikono ya shangazi, sikuwahi kupigwa, sikuwahi kutukanwa tusi lolote, hata kama nikosee vipi. Ikiwa ndugu wengine walikuwa wanapata kipigo kwa makosa hata ambayo mimi ni makosa makubwa ambayo nayafanya. Na unahisi labda ni kwa nini shangazi yako hajawahi kukupiga au kukugombeza hata kama unafanya makosa? Kwa kweli ni swali ambalo nitakuja kulijibu ndani ya story, kwa sababu story bado ndefu sana. Sawa. Ndio, story bado ndefu sana. Kwa hiyo nimeishi na shangazi kwa staili hii kwamba sikuwahi kupigwa. Unaona? Sasa maisha yameendelea. Wakati huo nikiwa mdogo, nikiwa simjui mamangu. Sawa. Yaani hapo utaratibu sikujui ulikuwaje. Kwa sababu gani? Mimi nimeishi nikimjua shangazi. Na baba na ndugu wengine. Mama sikujua kwamba kwa nini hakunilea. Mama hakunilea kiufupi, ila sikujua kwa nini. Kwa sababu aliachana na babangu. Kwa hiyo baada ya hapo, katika maisha ambayo nimeyapitia kupitia shangazi, alikuwa mazuri kwa sababu alinilea kwa upendo sana. Alikuwa ni mazuri sana. Lakini baadaye mimi nilienda kwa baba. Ulirudi tena kwa baba? Kuna umri fulani nilichukuliwa na baba. Na ulikuwa na umri gani wakati umerudishwa kwa baba yako? Nafikiri ni kama miaka 6. Miaka 6. Nilikuwa na umri wa miaka 6. Sawa sawa. Ukarudi kwa baba, ambapo kwa shangazi ilikuwa ni mkoa gani? Au ni mkoa huo wa? Ilikuwa ni mkoa huo. Okay. Ilikuwa ni mkoa wa Mwanza. Sawa. Na baada ya kurudi kwa baba ilikuwaje? Maisha yalienda vipi tena baada ya wewe kutoka kwa shangazi na kurudi kwa baba yako mzazi? Baada ya kurudi kwa babangu, kwa kweli niliwakuta ndugu zangu. Nilimkuta haswa mdogo wangu. Baada ya kumkuta mdogo wangu, alikuwa ni mdogo sana, lakini yule ndo alikuwa anaishi na baba. Sasa maisha yakaanza, kwa sababu baba hakuwa na mke. Sasa tulikuwa tunaishi mimi, baba na mdogo wangu. Unaona? Ila baba alitupenda sana, kwa sababu hakuonyesha utofauti na sisi. Hatukuwaza hata kwamba baba, kwa nini mama hayupo. Na mpowahi kumuuliza swali kama hilo kwamba mama iko wapi? Na hatukuwahi kumuuliza kabisa, kulingana na maisha tu baba aliyotulelea. Alitulea vizuri tu. Ila kwenye mazingira kupika chakula, kuna wakati jioni akirudi anatupikia chakula, tunakula, tunalala. Tulikuwa tunalala wote kitanda kimoja, baba na mdogo wangu. Sawa. Lakini kwa sababu baba alikuwa ni mtu wa bustani, kwa hiyo alikuwa akiondoka, ameondoka. Ndio. Mpaka usiku. Kwa hiyo alitutengenezea mazingira ya kwenye hoteli, yani maana hoteli aliongeana mwenye hoteli kukatisha kidogo. Ndio. Kwa hiyo wakati baba alipokuwa anatoka asubuhi anaenda kwenye shughuli zake, anarudi usiku, maana yake wakati huo nyie mlikuwa hamwezi kujipikia bado? Sisi tulikuwa bado hatujaweza kujipikia. Okay. Kwa hiyo akawawekea utaratibu upi? Utaratibu aliotuwekea ni kwenda kula hotelini.
kwenye hoteli kula alilipa hela. Kwa sisi yule ni kutupikia tu tunaenda kula. Sawa. Lakini haikuwa hivyo, sisi watoto wakati huo tulikuwa tuendi hata kula. Manake hadi malalamishi yalitoka kwamba watoto wako umewaacha, unatoa hela lakini hawaji kula. Ni kwa sababu tu ya utoto na jinsi tu baba alivyotulea. Sawa. Ila ndani pale kulikuwa na mahindi mengi kwa sababu kwenye eneo la baba alikuwa ni mkulima pia, kwenye eneo lile alikuwa analima kwenye eneo lake, anapata mahindi mengi sana. Kwa mahindi yale tulikuwa tunachukua, kwa maana tunaiba sasa. Tunaiba mahindi tunaenda kuwauzia wale wanaouza vitumbua. Tunapewa vitumbua vingi, tunapewa hata vitumbua 20, lakini vile vitumbua sio kwamba tunakula vyote, tunaenda kugawa kwa watoto wenzetu. Ndio. Tunagawa kule. Yaani na maana sasa kulingana maisha yale na wakati ule chakula sisi kilikuwa ni kingi. Wale wapika vitumbua wakatengeneza kama mchezo. Lakini baadaye issue ikaja kugundulika, baba akakatisha. Bwana hapana, sitaki. Nimeshawaambia mwe mnaenda kula kule. Kwa hiyo ni kwenda kule tu kula. Sawa. Ndio. Chakula mtakachokuwa mkikihitaji kuleni nitalipa. Kwa baba alikuwa ni mtu wa hivyo. Alikuwa ni mtu ambaye akienda ameenda mpaka jioni. Basi maisha yakaendelea sasa. Unaona? Chakula tukawa tunakula kwa mama ntilie. Unaona? Basi kuna vurugu ndogo ndogo zilikuwa zinaendelea hapo nyumbani ambazo kwa sababu si tuko watoto, lakini ni vurugu ambazo sio za kawaida, kwa maana kwamba kuna watu walikuwa wanakuja wanagombania eneo. Ile eneo la baba, shamba au eneo la nyumba. Eneo ni kwa sababu kulikuwa na nyumba na eneo kubwa la kulima. Kwa hiyo lile eneo kila siku watu wanabana, umeongeza mpaka wetu. Baba hakuwa na maneno. Asema kwani wewe unaishia wapi? Bana mimi naishia hapa. Wanakata. Hataki maneno. Yanaendelea na shughuli zake. Kadri siku zinavyoenda watu wanasogea tu. Ila sisi kwa sababu tulikuwa watoto, lakini sio kwamba ni watoto ambao tulikuwa tuwezi kuweka vitu kichwani. Kwa tunaweka. Sasa kuna wakati shangazi akaja nyumbani pale. Yeah. Kama kuishi sasa. Nyumbani kwa baba yako. Kwa baba. Manake tulipokuwa tukiishi wote sasa kule, alikuwa na mume wake. Wakagombana. Lakini baada ya kugombana akaja nyumbani kwa kaka yake sasa. Ndio. Alikaa kama miezi 3-4. Wakashindwana na baba. Baba alimfukuza. Unaona? Tena kwa hasira sana. Shangazi aliondoka. Ameondoka. Hatukumuona tena. Basi maisha yetu yakaendelea. Sasa sisi tulikuwa tunaishi na baba, muda mwingine tunaenda kwa babu, ndugu zake na mama sasa. Babu kule tukienda kule tunaenda kuchunga ng'ombe, maisha yanaendelea. Sasa kule kuna kaka zangu ambao nao wanaishi kwa babu kule. Manake hapa kidogo kuna utaratibu kwamba mama ametuzaa na baba tofauti. Baba ametuzaa na baba tofauti. Kwa hiyo lakini wote tulikuwa tukilelewa na ndugu wa wa ukoo wa mamangu wote. Basi kule kakaangu wakati ulifikia wa kwenda shule, na mimi nililia nianze shule. Nikatamani nianze shule, niliwasumbua sana kule kwa sababu nilifikia maisha sasa ya kule, mimi nikatamani niwe naishi kule nachunga ng'ombe. Na nikawa mchungaji mzuri tu, mbuzi safi kabisa. Ndio. Kwa maisha ya ufugaji, uwindaji, nini yote. Na kwenye bustani mlikuwa mnakwenda pamoja na baba kwenda kumsaidia? Hapana, hatukuwahi kwenda kumsaidia, ila tumewahi kwenda tu bustanini kwenda kutembelea. Baba hakutaka kabisa masuala ya sisi kufanya kazi. Yeye tu ndo alikuwa anafanya kazi. Alituambia tu mkikua na nyinyi mtakuwa mnafanya hizo kazi. Basi kakaangu alipoanza shule tu